maisha yetu Baba, samehe maisha yetu Mungu. Ukituacha wewe, watoto wako tutakwenda wapi? Ukiacha kanisa lako Tanzania, kanisa lako tutakwenda wapi? Ukiacha Tanzania, Tanzania itakwenda wapi? Ukituacha vijana, tutakuwa wageni wa nani? Ukiwacha wa baba, watakuwa wageni wa nani? Ukiwacha wa mama, watakuwa wageni wa nani? Ukiliacha kanisa lako, tutakuwa wageni wa nani? Daudi anasema ya kwamba nikienda chini na kukuta, nikishuka chini wewe upo, nikienda ndani ya bahari upo, nikienda nchi kavu upo, nikienda kwenye mapango upo, kila mahali nitakapokwenda Baba upo. Hapana mahali ninaweza kujificha na uso wako, kila mahali wewe upo Baba. Niende wapi nijifiche na uso wako? Mbele zako sisi tu wazi, na mioyo yetu tunaiweka wazi Baba, kwa kunyenyekea na kwa kushuka chini. Tunaomba tusamehe Yesu, tunaomba tusamehe Baba, tunaomba tusamehe Yesu, tusamehe makosa yetu, tusamehe dhambi zetu, tusamehe maovu yetu, kwa maneno yako yanasema, tukisema tuna dhambi tunajidanganya wenyewe, unaona kweli haimo ndani yetu, lakini tukisema wewe ni mwaminifu na wa haki, hata uweze kutuongelea. Baba, tunaungama mbele zako, Mungu mzima, tunainua mikono yetu mbele zako, tunaomba rehema Baba, tusamehe, tunaomba rehema Baba, tusamehe, tunaomba rehema Baba, tusamehe Yesu, tunaomba rehema, tusamehe Baba, tunaomba rehema, tusamehe Baba, tunaomba rehema, tusamehe Yesu, tunaomba rehema, tusamehe, tusamehe Baba, samehe maisha yetu, samehe Mungu mzima, tusamehe, samehe kanisa lako Mungu wa neema, tunaomba rehema Baba, tunaomba rehema Baba, tunaomba rehema, tunaomba rehema Baba, tunaomba rehema, tunaomba rehema Baba. Jioni leo tumesimama mbele zako Mungu mzima, mahali palipobomoka, tumesimama mbele zako Baba, mahali palipoharibika, tumesimama mbele zako Baba, mahali palipokaa vibaya, tumesimama mbele zako Baba, mahali palipobomoka. Unasema ninatafuta mtu miongoni mwao atakayeweza kusimama mbele zangu, mahali palipobomoka, atakayeweza kusimama kwa ajili ya taifa, atakayeweza kusimama kwa ajili ya kanisa, atakayeweza kusimama kwa ajili ya wanawake na wanaume, atakayeweza kusimama kwa ajili ya watu wote, atakayeweza kusimama kwa ajili ya jamii, atakayeweza kusimama kwa ajili ya mtawa msimamo, atakayeweza kusimama Baba yetu, Yesu, 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 Yesu wangu, Yesu wangu, Yesu wetu, Yesu wetu, wewe unazifanya mbingu na nchi vinavyoonekana na visivyoonekana. Baba, tunaomba rehema, tumepatikana Baba, tusimama mbele zako kwa mahali palipobomoka, tumepatikana Baba, kuna uharibifu umetokea kwa sababu ya maovu yetu, kuna mabaya yametokea kwa sababu ya dhambi zetu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Anasema ninawangojea hao ili niweze kuwahurumia. Mungu anatungoja majira haya, na mbingu ziko wazi. Tunapokuwa tunaomba toba, hatuzungumzi tu kwa sababu tunaweza kuzungumza, hatusemi tu kwa sababu tunaweza kusema, hatuombi kwa sababu tunaweza kutamka. Kile ambacho tunakisema Baba kinatoka ndani ya mioyo yetu, kinatoka ndani ya mioyo yetu Baba. Mungu uzima, yale tunayosema yanatoka ndani ya mioyo yetu, yale maneno yetu yanazungumza. Hatuzungumzi tu Baba ili mradi tunajua kuzungumza, tunasema Baba yanatokayo ndani yetu. Mungu uzima, tumepima njia zetu, tumegundua si wakamilifu mbele zako, tumepima mienendo yetu, tumeelewa si wakamilifu kwa jina la Yesu, lakini wewe unasema
zisifarakane nasi. Huruma zako Baba zisifarakane nasi. Huruma zako Baba. Wasingeweza kurithi nchi, lakini kwa rehema zako na huruma zako waliweza kurithi nchi. Njiani kuna mambo mengi, kuna wakati tunajikwaa, kuna wakati tunasema vibaya, kuna wakati tunainua kiburi, kuna wakati tunasengenya watu bila kujua. Tunajua tu tunazungumza kama ni story, lakini kumbe mbele za Mungu ni vibaya, inasababisha uharibifu kwa sababu ya yale mambo tunayatenda. Imepeleka Mungu amekaa mbali na sisi, lakini anasema anatungoja, anasema yetu tumkaribie kwa rehema na toba. Yeye anaachiliaga rehema tunapokuwa tunaomba toka ndani ya mioyo yetu. Anasema nanueni mioyo yenu wanasema basi, anasema nanua moyo wako nanua. Anasema tunanue mioyo yetu kanisa, hatuombi kwa mazoea ya toba, tunaomba kupatana na Mungu. Ombi la toba ndio linapambanisha mtu na Mungu. Yesu, 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 Yesu. Baba, ninaomba unisamehe. Naomba rehema kwa ajili ya ndugu zangu, naomba rehema kwa ajili ya rafiki zangu, tunaomba rehema kwa ajili ya kanisa, tunaomba rehema Baba kwa ajili ya taifa, tunaomba rehema Mungu kwa ajili ya watu wote, wale wanaosikia sauti yetu, wale wasiosikia. Tunaomba rehema Baba, tunaomba rehema Mungu wetu, tunaomba rehema Baba, tusamehe. Yesu, situache Baba, Mungu situache Yesu. Mbingu ni ya kwako, uzima ni wa kwako, na mwenye kusamehe ni wewe. Usipotusamehe wewe Baba, hakuna mtu mwingine wa kutusamehe. Usipotuondolea uovu wetu Baba, hakuna mtu mwingine wa kuondoa. Usipotukubali wewe Baba, hakuna mtu mwingine wa kutukubali. Usipotuelewa wewe Baba, hakuna mtu mwingine wa kutuelewa. Usipotupokea wewe Baba, hakuna mtu mwingine wa kutupokea. Ukitukataa Yesu, hakuna mwingine wa kutukubali. Tunanyenyekea Baba, tunanyenyekea Baba, usituache Yesu. Kumbuka rehema katikati ya ghadhabu, 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 kumbuka rehema katikati ya ghadhabu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu wa rehema ni wewe. Unasema wewe ndiye unafutaye makosa yetu, wewe ndiye unafutaye makosa yetu, wewe ndiye mwenye kuyaondoa maovu yetu, wewe ndiye mwenye kututakasa, mwenye kututenganisha ni wewe, mwenye kutusaidia ni wewe, mwenye kututenganisha ni wewe. Yesu, tunaomba rehema
wako, wala usiniondolee Roho wako Mtakatifu. Wakati Daudi ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, aliomba maombi mazito. Daudi kwenye uzito wa maombi yake anaonyesha anakubali vitu vyake vyote viondolewe, lakini sio uwepo wa Mungu uondoke kwenye maisha yake. Daudi anakubali vitu vyote viondolewe, anakubali mali ziondolewe, anakubali fedha ziondolewe, anakubali dhahabu ziondolewe, anakubali mke aondolewe, anakubali watoto waondolewe, lakini uwepo wa Mungu usiondoke kwake. Daudi alielewa matokeo ya vitu alivyo navyo ni kwa sababu ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Alielewa hata kama vikatoka, lakini akibaki na Yesu ndani yake vinaweza vikarejea tena. Akibaki na uwepo wa Mungu ndani yake vinaweza rejea tena. Daudi akaomba toka ndani ya moyo wake, kwenye kilindi cha moyo wake, akaulanua moyo wake mbele za Bwana, akasema usinitenge na uso wako, wala usiniondolee Roho yako Mtakatifu. Akasema usinitenge na uso wako, wala usiniondolee Roho yako Mtakatifu. Akasema usinitenge na uso wako. Kama Mungu akijitenga na sisi, tutakuwa wageni wa nani kanisa? Kama Mungu akinyamaza tusimuone, tutakuwa wageni wa nani? Kama Mungu akificha uso wake tusimuone, ni nani mwingine tutamwona tusaidie? Kama Mungu akikaa mbali na sisi tusimuone, ni nani mwingine anaweza kaa karibu na sisi tusaidie? Hatutaweza bila ya wewe Baba. Mungu tunaomba tusamehe tu Baba. Yesu tunaomba rehema. Yesu tunaomba rehema. Yesu tunaomba rehema. Yesu tunaomba rehema. Usipoyakumbuka maisha yetu wewe, hakuna mwingine wa kutukumbuka. Ee Baba mfalme wa amani, tunaomba rehema Mwokozi. Sisi hatuna kimbilio kingine, hatuna kimbilio kingine, hatuna mahali pengine tunaweza kimbilia, hatuna mahali pengine tunaweza kimbilia tupate msaada, hakuna mahali pengine tunaweza kwenda tupate msaada. Kimbilio letu ni kwa Bwana peke yake. Kimbilio letu ni kwa Baba tu aliyezifanya mbingu na nchi. Hilo ndilo kimbilio letu. Wazetu Baba, naomba nisamehe. Ombi la toba ni fursa. Kuna wengine wanatamani kupata fursa kama hii, lakini hawana. Wengine wamekufa bila kutubu, wengine wamekufa bila kutubu, wengine vile vyao vimefumba, hawawezi ongea, hawawezi nena, wamepoteza fahamu, hawaelewi kitu gani kinaendelea. Wewe Mungu amekupa neema, na mimi Mungu amenipa neema. Daudi anasema sisi ni nani na watu hawa ni nani? Vyote tulivyo navyo ni vya kwako. Wewe Baba yetu, Baba yetu Mungu, tunaomba rehema. Daudi anasema mimi ni nani na hawa watu ni nani? Vyote tulivyo navyo ni vya kwako, vyote tulivyo navyo ni vya kwako. Daudi, ninajifunza moyo wa Daudi wakati ananyenyekea mbele za Mungu. Ninajifunza moyo wa Daudi. Ranua moyo wako, wanasema basi wakati tunaomba toba, Mungu aangalie umeshukaje, aangalie umemwaje, aangalie umevaaje, anaangalia moyo uliopondeka, anaangalia moyo uliopondeka. Ranua moyo wako, simamaji Baba, moyo wangu nauweka wazi mbele zako. Ninaomba rehema, ninaomba rehema.
kutengeneza na Mungu. Huu ni wakati wetu wa kutengeneza na Mungu. Huu ni wakati wetu wa kutengeneza na Mungu. Huu ni wakati wetu wa kutengeneza na Mungu. Hatuna kimbilio jingine. Kama wengine wana miungu yao, wakikosea wanaiendea. Sisi tunaye Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Ndiye Mungu tunayemkaribia. Tunamkaribia kwa mioyo iliyonyenyekea na kupondeka. Mungu, tunamimina mioyo yetu mbele zako. Wewe Baba, mfalme wa amani, kumbuka rehema Adonai. Kumbuka rehema Adonai. Kumbuka rehema Adonai. Kwa wakati mwingine tumejikwaa kwenye mawazo, tumejikwaa kwa maneno yetu, tumejikwaa kwa kufikiri kwetu, tumejikwaa kwa mambo mengi sana, tumejikwaa kwa vitu vingi sana Baba. Tumejikwaa kwa tabia zetu, tumejikwaa kwa matendo yetu mabaya, tumejikwaa Mungu wa uzima. Kuna wakati mfalme wa amani tumeteta. Yesu, tunaomba tusamehe. Kuna wakati tumeshindwa kuishi kwa upendo. Kuna wakati Mungu wa uzima tumeishi vibaya. Mungu, tunaomba tusamehe. Kuna wakati tumeinua majivuno kwenye mioyo yetu, tukafikiria kwamba bila sisi kuna mambo mengine yaweze kuendelea. Tumesahau ya kwamba Mungu wa uzima, vitu vyote ni vya kwako mfalme wa amani. Yesu, tumejisahau. Kuna mambo mengi tumejisahau. Tumeshindwa kutimiza wajibu wetu kama kanisa. Baba, tunaomba tusamehe. Yesu, tunaomba tusamehe. Mungu, tunaomba tusamehe. Baba, tunaomba tusamehe. Yesu, tunaomba rehema. Baba, tunaomba rehema. Yesu, tunaomba rehema. Wewe tunaomba rehema. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Yahweh Elohim. Mungu unaishi kwa nafsi yako, hauhitaji kitu chochote upate kuishi. Ni Mungu unayejitegemea, unafanya vitu vyote vinavyoonekana hata vile visivyoonekana. Ndiye Mungu, tunakuinulia sauti zetu na mikono yetu, tunasema hakuna Mungu kama wewe. Yesu, usaidie heshima na utukufu. Ndiye Mungu, tunaomba rehema kwako. Ndiye Mungu, tunakuhitaji. Ndiye Mungu, tunakuita. Ndiye Mungu, atutamani utoke kwetu. Ndiye Mungu, atutamani utoke kwetu. Kuna wakati wanafunzi walipokuwa wamekana Yesu, wamezoea uwepo wa Yesu kwao, walikuwa wanasikia amani walipokuwa na Yesu. Wakati Yesu anataka kutoka kwao, mioyo yao ikaanza kuzunguka, wakawa wanakataa Yesu asitoke kwao. Walitambua thamani ya uwepo wa Yesu kwenye maisha yao. Mungu, tunatambua thamani ya uwepo wako kwetu. Tunaomba Baba, usitoke kwetu kwa sababu ya maovu. Mungu wa uzima, katikati ya ghadhabu kumbuka tu rehema, ukatusamehe Baba yetu mwenyezi. Mungu, tunaomba rehema. Baba, tunaomba rehema. Mungu, tunaomba rehema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Omba tu rehema. Ombe Mungu, naomba nisamehe. Ombe Mungu, naomba nisamehe. Kwa dakika chache zimebaki, kwa dakika 6 omba rehema. Kwa dakika 6 endelea kuomba rehema. Huu wakati wetu. Wana wa Israeli walipoenda kupigana vita, na wakati wamemkosea Mungu, kilichotokea kwenye maisha yao, waliwapa migongo adui zao, wakakimbia mbele ya adui zao, walipigwa vitani.
anawashindia vita. Walienda kupigana wakiwa wamekusana na yule ambaye anawashindia vita, anawashindia kwenye mapigano yao. Ina maana gani na maana gani endapo nitasifiwa na watu ikiwa aliyeniumba amenikataa? Ina maana gani Joni ikiwa watu watanikubali lakini aliyeniumba amenikataa? Ina maana gani na maana gani Tanzania kanisifia lakini aliyeniumba amenikataa? Ina maana gani na maana gani? Yesu, rehema zako zisifarakane nasi. Tunaomba rehema Mwokozi, tunaomba rehema Mwokozi. Haina maana tukaabudu na huku tumefarakana na tunayemwabudu. Haina maana tukaomba mahitaji yetu na huku tumefarakana na yule mwenye kutupatia mahitaji. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Baba, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba rehema zako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Dakika 3 tuomba rehema, dakika 3 tuomba rehema. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza. Tunaenda kuomba ombi letu la pili. Tunapoomba ombi la pili, ningependa tusome andiko hili wote kwa pamoja. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Ninapenda hapa, na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa.
Ombi la pili tunaenda kuomba hapa, tunaenda kumwambia Mungu afufue kila kalama iliyokufa ndani yangu, afufue kila kalama iliyokufa ndani yako. Anasema nayajua matendo yako ya kuwa una jina na kuwa hai, lakini umekufa. Ni hatari kuliko kawaida kuwa na jina lenye uhai lakini tayari umekufa. Wengine roho ya maombi imekufa, roho ya ibada imekufa. Anasema nayajua matendo yako ya kwamba una jina na kuwa hai lakini umekufa. Hakuna kitu cha hatari kama mtu ambaye amebakia kanisani lakini kwa Mungu amekufa. Umebakia kwenye uimbaji lakini kwa Mungu umekufa. Umebakia madhabahuni lakini kwa Mungu umekufa. Umejiunga na waliokoka lakini kwa Mungu umekufa. Anasema nayajua matendo yako ya kwamba una jina la kuwa hai lakini umekufa. Ningependa kwenda kuomba ombi hili kwa muda wa dakika 30 katika jina la Yesu aliye hai. Ukamwambia Mungu, ninaomba neema nisibakie tu na jina lenye uhai, bali na matendo yangu yawe na uhai. Nisibakie tu na jina lenye uhai, bali na maisha yangu yawe na uhai. Ningependa usimame juu kwa miguu yako katika jina la Yesu. Akamtokea akamwambia, kwa kanisa lililoko Tanzania, kwa kanisa lililoko Morogoro, kwa kanisa lililoko Mlima wa Neema, una majina ya kuwa hai lakini umekufa. Ninaomba neema na rehema kwa Mungu nisiwe miongoni mwa watu wenye jina la kuwa na uhai lakini wamekufa. Ninakataa hiyo isiwe sehemu ya maisha yangu. Ningependa usimame na uombe pamoja nami katika jina la Yesu. Baba yangu, ninakuja mbele zako, ninakuinua, ninalibariki jina lako. Siku ya leo tumeungana Baba yangu, tunainua mikono yetu, tunapiga magoti, tunainua mikono yetu, tunainua na sauti zetu, tunasogea mbele ya kiti cha rehema Baba, tunasogea mbele ya kiti cha rehema Mtakatifu. Asante kwa sababu ya neno hili. Neno hili limegusa moyo wangu Baba, neno hili limegusa moyo wangu Baba. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 1, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi ukamwambia, andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Unayajua matendo yako. Asante kwa sababu unajua matendo yangu. Asante kwa sababu unajua matendo yangu. Asante kwa sababu unajua matendo yetu. Asante kwa sababu unajua matendo ya kila mmoja wetu. Asante kwa sababu unajua matendo ya kila mmoja wetu, wanaoonga na wasiooga, wanaotembea na wasiotembea, waliovaa nguo na wasiovaa nguo, waliosoma na wasiosoma, walio mjini na walio vijijini. Unasema unayajua matendo yangu Baba, siwezi kujificha mbele zako. Walio vichakani na walio barabarani, walio mahotelini na walio majumbani mwao, unasema unajua matendo yangu, unajua mawazo ya moyo wangu, unajua maneno ya kinywa changu. Katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Unasema nayajua matendo yako ya kwamba na jina la kuwa mwenye hai lakini hauna uhai. Unasema unajua matendo ya wanaotufuatilia, unajua matendo ya waombaji, unajua matendo ya wahubiri, unajua matendo ya waimbaji, unajua matendo ya waimba kwaya, unajua matendo ya wasioimba kwaya, ya kwamba una jina la mwenye uhai lakini haumekufa. Una jina la mwenye uhai lakini umekufa. Una jina la mwenye uhai lakini umekufa. Nina jina la mwenye hai lakini nimekufa. Ndiyo maana ninakuja kwako Baba, ninaomba rehema. Kuna vitu ndani yangu vimekufa, ingalau jina bado limebaki na uhai. Kuna vitu ndani yangu vimekufa, lakini bado nina jina la uhai.
Kuna vitu ndani yangu vimekufa, lakini nina jina la uhai. Kuna vitu ndani yetu vimekufa, wengine wananifuatilia hapa, bado wapo kanisani, lakini vitu vimekufa. Wengine wananifuatilia hapa, wamekufa maombi. Roho ya maombi imekufa, roho ya kusema neno imekufa, roho ya kusema neno imekufa, roho ya ibada imekufa. Akamwambia una jina la kuwa na uhai, lakini umekufa. Balance sauti yako please, please. Kila mmoja aombe katika jina la Yesu. Kila mmoja aombe katika jina la Yesu. Nipende uombe, tembea tembea. Anasema katika Ufunuo wa Yohana 3:1, kwa kanisa lililokosa nia, una jina la kuwa hai lakini umekufa. Kuna watu wako hapo, haukuwa hiyo unayookoka, haukuwa hiyo miezi mitatu iliyopita, haukuwa hiyo mwaka mmoja uliopita, haukuwa hiyo mwaka mmoja uliopita, haukuwa hiyo wiki mbili zilizopita. Kuna kitu kimekufa mpendwa, kuna kitu kimekufa mpendwa, kuna kitu kimeondoka, kuna kitu kimeondoka. Akawaambia watu wa kanisa la Shadia, una jina la kuwa hai, lakini ndani yako umekufa. Jina lina uhai, lakini ndani umekufa. Kwa jina la Yesu aliye hai, Yesu fufua tena, fufua roho ya uhai ndani yangu. Yesu fufua tena, nanebegandararanto limakosandarabayantepea yandorebayandarabayantepea yandorebayantorebayantapeanda rimayantopeyantabanananaya rantopata yandorebayantopeanta. Nisionekane na jina lenye uhai lakini limekufa. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Unaweza kupiga makofi ukitembea ukiomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Baba, fufua vilivyokufa ndani yangu. Mwambie Baba, rejesha vilivyopotea ndani yangu. Wengine hapa mlikuwa mnaota ndoto, ulikuwa na neema ya kuota ndoto na kutafsiri ndoto, lakini ile neema imekufa katika jina la Yesu. Wengine mlikuwa na neema ya kutunga nyimbo, lakini ile neema imepotea katika jina la Yesu. Wengine mlikuwa na neema ya kuomba masaa 3, 4, 5, lakini ile neema imepotea katika jina la Yesu. Wengine mlikuwa na neema ya kushauri na kutia moyo, lakini ile neema imepotea katika jina la Yesu. Anasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. 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 Ninakataa, 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 ninakataa. Ninakataa kuwa na jina lenye uhai lakini nimekufa. Ninakataa, 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 ninakataa. Ninakataa, 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 ninakataa. Ninakataa kuwa na jina lenye uhai lakini nimekufa. Ninakataa, 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 ninakataa. Wewe mwagiliaji wa maji, mwagilia maji vilivyokufa ndani yangu. Mwagilia maji huduma yangu imekufa. Yasije yakawa yamebaki maombi tu, lakini mafuta yamekufa. Yasije yakawa yamebaki maandiko ndani yangu peke yake, lakini neema imekufa.
kadaba yandomea rama bakopeka na mayandobe yanta yandobe kana mama yandobe kayanda yandobe kayanda baba yandobe yanda bayandobe katika jina la Yesu mwana wa Yeha. Endelea kuomba mama, piga makofi na uombe, piga makofi na uombe, piga makofi na uombe, piga makofi na uombe, piga makofi na uombe. Ninamupenda Yesu, Yesu, ninamupenda Yesu, Yesu, ninamupenda Yesu, Yesu, ninamupenda Yesu. Ulikuwa na neema ya kuona maono, ulikuwa na neema ya unabii lakini imekufa. Ulikuwa na macho ya kiroho lakini yamekufa. Ulikuwa na masikio ya kiroho lakini yamekufa. Ninakataa kuwa mfu ndani ya wokovu. Ninakataa kuwa mfu ndani ya wokovu. Raba bereba ya mtope ya mtamaya, raba ya mtope ya mtoreba ya mtope kakatabaya, keka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 baya kakatapeheria, keka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 k
Jina la kuwa hai lakini umekufa, katika jina la Yesu ninaomba uhai kila kilichokufa ndani yangu, ninaomba uhai Baba kila kilichopotea ndani yangu, ninaomba uhai Baba. Anasema katika Mathayo 5:6-7, heri wenye njaa na kiu, heri wenye njaa na kiu, maana hao watamwona Bwana. Njaa imekufa Baba, ile njaa ya kusoma neno imekufa. Ninajisukuma, siwezi tena Baba. Ile njaa ya kuamka saa 8 usiku kuomba imekufa Baba. Nimekuja kukukumbusha Baba, mimi sio yule wa zamani Baba, mimi sio yule wa zamani Baba.
ninarejea, 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 ninakama, 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 ninarejea, ninarejea, ninarejea. Mimi miezi 7 iliyopita nilikuwa ninapiga magoti ninaomba. Miaka 2 iliyopita baba nilikuwa ninaenda milimani kuomba. Miaka 3 iliyopita baba nilikuwa ninainua mikono masaa mawili ninaomba. Leo siwezi baba, leo ninashinda kwenye mitandao baba, leo ninashinda kwenye movie baba, leo ninapenda mipira baba. Tumerejea kwako jioni ya leo. Leo tunapenda fema baba, leo tunapenda maisha mazuri baba. Hata tukiomba tunaomba vitu baba. Era mama yangu miampa mama, ninawachilia njaa ndani yangu. Bila unayenifuatilia ninasema pokea njaa, nasema pokea njaa. Wengine mnanifuatilia hapa miezi 5 iliyopita mlikuwa waombaji, waombaji, waombaji. Wengine mlikuwa mnalala kanisani, mikesha ilikuwa haiwakuti vitandani, Ijumaa mlikuwa hamlali nyumbani, lakini ile njaa imepotea. Na pale pale sita anasema heri, 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 heri wa mama wenye njaa, heri wa mama wenye njaa. Rejea kwa maombi, rejea kwa maombi. Ile njaa ya kuomba ilienda wapi tena? Ile njaa ya kufunga ilienda wapi tena? Ile njaa ya kulala kanisani ilienda wapi tena? Ile njaa ya kusoma vitabu ilienda wapi tena? Nina mama na mama beba, nina mama bebe gada gada gada, gada 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 kwa jina la Yesu. Miaka 2 iliyopita ulikuwa na marafiki kama Shila, ulikuwa mnashikana mikono na marafiki. Miaka 2 iliyopita ulikuwa na wamama wenzako, ulikuwa mnaomba mnalia. Miezi 6 iliyopita ulikuwa na kikundi cha maombi na wababa wenzio. Leo hiyo imeenda wapi mwanangu? Leo hiyo imeenda wapi mwanangu? Miezi 3 nyuma iliyopita ulikuwa unasoma Biblia mwanangu, ulikuwa unaandika masomo usiku na mchana. Miezi 3 iliyopita hata ukiwa macho ulikuwa unaona maono. Shetani ameiba, 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 ameiba. Kila pango asilopanga Baba litanguliwa, kila pango asilopanga Baba litanguliwa. Shetani niachie nimtumikie Bwana, shetani niachie niombe, shetani niachie nifunge, shetani niachie mimi ni wa Yesu, nina alama ya Yesu, mimi sio wa kawaida. Shetani niachie. Ya kuomba ile ndani yangu, ya kupenda neno ile ndani yangu, ya kupenda mahubiri ile ndani yangu, ya kupenda njaa ya neno ile ndani yangu. Kwa sababu hauna njaa, na ndio maana mambo yanaharibika. Kwa sababu hauna njaa, ndio maana mikosi imekuandama. Kwa sababu hauna njaa ya neno, na ndio maana mimba inaharibika. Sababu hauna njaa ya neno, na ndio maana kazi inaharibika. Sababu hauna njaa ya neno, na ndio maana wanaokuahidi hawatimizi ahadi. Sababu umeibiwa, ndio maana unalala bila kuomba. Sababu umeibiwa roho ya maombi, na ndio maana magonjwa yamekuandama. Sababu umeibiwa, na ndio maana taarifa ya daktari imekuwa mbaya. Sababu umeacha kuomba, ndio maana mnagombana
Nikijipima kwenye mizani, mimi sio yule. Sifai kuwa hapa kiwango hiki cha maombi. Hiki sio kiwango changu Baba, hiki sio kiwango changu Baba. Kanama, endelea kupiga makofi, endelea kupiga makofi, endelea kupiga makofi. Wewe ni sura ya pili mstari wa 21. Endelea kupiga makofi omba, endelea kupiga makofi kiomba, endelea kupiga makofi kiomba, endelea kupiga makofi kiomba, endelea kupiga makofi kiomba, endelea kupiga makofi kiomba. Rana mama mana, rena mama mana, rena mama yangu pia, renda mama mama, rena mama yangu pia, raka kaka yangu. Nami nitawarudishia ile miaka iliyoliwa na nzige. Kama anaweza rudisha miaka, anaweza rudisha roho ya kuomba. Kama anaweza rudisha miaka, anaweza rudisha roho ya kupenda ibada. Upendi ibada tena, unajisukuma tu. Upendi maombi tena, upendi kusoma neno tena, upendi kusikiliza neno tena, unajilazimisha tu. Anasema nitawarejeshea ile miaka, nitawarejeshea hale maombi, nitawarejeshea wokovu, nitawarejeshea neno, nitawarejeshea njaa imeliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu na jeshi kubwa lililolituma kati yenu. Anasema nitarejesha, anasema nitarejesha. Inua mikono yako, piga makofi, mwambie Baba nirejeshe. Ninakataa kuwa baridi, ninakataa kuwa vuguvugu, ninakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Ulianza moto, haukuwa hivyo hivyo. Zamani wachawi walikuwa wanakuogopa, zamani mapepo yalikuwa yanakukimbia, zamani ulikuwa una utisho, lakini shetani amekunyang'anya. Anasema na jina la kuwa na uhai, lakini umekufa. Ninalia, ninalia Baba, ninalia Baba, ninalia Baba. Nisiwe nina jina la kuwa na uhai, lakini nimekufa. Baba nisaidie, nisije nikawa nimekufa, nisije nikawa nimekufa kiroho. Baba nisaidie Baba, Baba nisaidie Baba, nisije nikawa na ubiri kumbe nimekufa Baba. Bali anasema unipe neema, nisije nikawa na ubiri wengine kumbe nimekataliwa. Baba
anasema na anayejua matendo yako. Una jina la kuwa hai lakini umekufa. Kuna watu mko hapa mlikuwa na neema lakini neema imepotea. Shetani alijua cha kuiba kwenye maisha yako, ambacho hicho kikipotea unabaki kuwa wa kawaida. Oh Lord, remember us, Lord. Tukumbuke tena babangu. Yohana sura ya pili. Yohana sura ya pili mstari wa 3 mpaka wa 5. Tumalize na ili andiko, alafu tuingie ombi la kufuata. Hata divai ilipowatindikia, mama Yesu akamwambia hawana divai. Mstari wa 4. Yesu akamwambia mamaye, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia baba. Mstari wa 5 na mwisho. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Hii ilikuwa ni harusi ya Kana pale Galilaya. Muujiza wa Yesu unaonekana wa kwanza. Biblia inasema Yesu alialikwa kwenye harusi, na katikati ya ile harusi chakula ama divai, vinywaji vikaisha. Nataka uelewe vitu huwa vinaisha ndani ya mtu. Yesu akiwa katikati ya ile sherehe akagundua ya kwamba wamepungukiwa divai. Ni hatari sana uwe ndani ya kanisa usijue kama umepungukiwa neema. Ni hatari sana uwe ndani ya wokovu na usijue ya kwamba kuna vitu vimepungua. Huyu bwana harusi alikuwa na uwezo wa kugundua ya kwamba kuna vitu vimepungua katikati ya sherehe. Kuna watu wako ndani ya huduma lakini vitu vimepungua na haelewi kama vimepungua. Unyenyekevu umepungua na hauelewi kama umepungua. Heshima imepungua na hauelewi. Umakini umepungua na hauelewi. Nataka usimame kwa miguu yako tena kwa dakika chache. Nataka kumwambia Baba, ninajua kuna vitu vimepungua kwangu. Ninaomba unijaze. Nifanye upya. Nifanye upya. Nifanye upya. Baba, ninasogea mbele zako. Yesu, ninakuja mbele zako. Nimegundua kuna vitu kwangu haviko sawa. Kuna vitu vimepungua Baba. Ninaomba neema ya kurejeshewa. Bwana harusi alipogundua divai imekwisha, alipoona divai inapungua, alianza kutafuta msaada wa kuongeza divai. Ninasogea mbele ya kiti cha rehema Baba. Ninaomba neema ya kuongezewa tena. Chochote ambacho kimepungua kwenye maisha yangu, ninaomba neema ya kurejeshewa. Umakini uliopungua, uwezo wa kuomba uliopungua, uwezo wa kusoma neno uliopungua, uwezo wa kutafsiri maandiko uliopungua, uwezo wa ufunuo uliopungua, ninaomba neema Baba. Shetani aliiba, niliacha mlango wazi, adui aliingia akaiba. Nilipojisahau Baba, adui alinyang'anya hazina yangu. Niliposinzia Baba, adui alinyang'anya Baba, alinyang'anya uwezo wa kuomba, alinyang'anya uwezo wa kufikiri kwa habari ya maandiko, alinyang'anya unyenyekevu Baba, alinyang'anya roho ya utii. Nimegundua Baba, kuna kitu shetani anaiba. Ninaomba neema ya kurejeshewa. Ninainua mikono mbele ya kiti cha rehema. Ninaomba neema ya kurejeshewa. Ninaomba hiyo neema Baba. Erobe na Noria. Erosa kapepekekepea. Ninaomba neema ya kurejeshewa. Tafuta jirani yako, mshike mkono. Lama koseka eloba. Mshike mkono jirani yako, muwe wawili. Tafuta jirani yako, mshike mkono. Nataka muombe. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Chochote kilichopotea, chochote kilichopungua,
kwenye maisha yako na kirejesha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Chochote ambacho shetani amefanikiwa kuiba kwenye maisha yako, maisha ya kiroho, tunarejesha. Njaa ya maombi, njaa ya neno, njaa ya ibada, pokea sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila uvamizi wa kiroho uliokuvamia, ukanyang'anywa, ukaibiwa, tunarejesha, tunarejesha kwa damu ya Yesu. Pokea, pokea roho ya ufunuo, pokea roho ya kuomba, pokea roho ya maarifa, pokea kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu, pokea kwa jina la Yesu. Amen. Makofi mazuri kwa Bwana. Nilikuwa nasikia neema ya ajabu sana tunapoomba. Niweke vizuri maiki nifundishe kwa dakika chache. Kimbia mbio, sogea kiti cha kwanza kabisa hapa mbele. Kimbia mbio, pokea neema ya kusogea mbele katika jina la Yesu. Maiki nimesema tengeneze, usiharibu. Karibu ukae na Mungu akubariki. Asante. Nataka nifundishe kwa dakika 15 kuhusu kibali. Alafu baada ya kufunza kuhusu kibali, tutaomba kwa dakika chache about favor. Mtu mmoja aseme kibali. Kibali. Mtu mmoja aseme kibali. Kibali. 2026 ni mwaka wa kutembea ndani ya neema, au kwa lugha nyingine ndani ya kibali na utukufu wa Mungu. Hii wiki Mungu akuingiza katika viwango vya kibali na neema. Amen. Nataka tuangalie vitu vichache hapa ambavyo vimejificha. Maana ya kibali. Kibali ni kukubalika bila kutumia nguvu zako mwenyewe. Kibali ni hali ambayo Mungu anaachilia juu ya mtu inayomsababisha akubalike bila kutumia nguvu zake mwenyewe. Nimeona wanawake wengi ambao wapo kwenye ndoa wanaenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta dawa ili wapendwe na waume zao. Nimeona watu wanakwenda kwa waganga wakitafuta dawa ili wapate kibali kwenye ofisi zao. Hakuna kitu cha muhimu kama kibali kwenye maisha ya mtu. Shetani akiondoa kibali kwenye maisha yako, ameyaondoa maisha yako kwenye nafasi ya kusogea na kupiga hatua. Shetani akiondoa kibali kwenye maisha yako, ameyaondoa maisha yako kwenye nafasi ya kupiga hatua na kusogea mbele. Na ndio maana wiki hii tutakuwa na maombi ya kuomba viwango vya kibali na neema ya Mungu juu ya maisha yetu. Na hiyo ndio ninakuombea katika jina la Yesu aliye hai. Kama watu wanaweza enda Sumbawanga kwa ajili ya kutafuta kibali kwenye kazi, sisi tutapanda kwenye madhabahu ya Bwana, tutamwambia Bwana, tunaomba neema na kibali. Mtu mwenye kibali huwa hajipiganii kwenye kazi, ni kazi inampigania yeye katika jina la Yesu aliye hai. Labda hujasikia, ndio maana hujasema amina. Nasema pokea kibali katika jina la Yesu aliye hai. Nasema pokea kibali kwenye muonekano wako, pokea kibali kwenye huduma yako, pokea kibali kwenye biashara yako, pokea kibali kwenye ofisi yako, pokea kibali kwenye mashamba yako, pokea kibali kwenye kazi zako, pokea kibali kwenye ndoa, pokea kibali kwenye kazi. Ninasema pokea kibali. Hebu sema kibali ni neema ya Mungu, ni upendeleo wa Mungu unaonisababisha nikubalike pasipo kutumia nguvu zangu. Kuna watu wanahangaika, watu hawapende, lakini hawapendi. Mtu mwenye kibali ni kama maisha ya Yusufu, anauzwa Misri,
lakini bado ananunuliwa na watu wazuri. Anatupwa gerezani, lakini bado anachaguliwa kuwa kiongozi. Anachafuliwa na kupewa kesi ya kufungwa maisha, lakini bado anainuka na kuwa waziri mkuu. Ninapenda maisha ya kibali. Niite jina langu kibali. Ukiniona niite kibali. Ukiniona niite kibali. Ninakuombea kibali katika jina la Yesu. Wanapopanga mabaya juu yako, kibali hugeuza mabaya kuwa mema. Wanapopanga mabaya juu yako, kibali hugeuza na kuwa mema. Simama kwa dakika 2. Tembea tembea, kanyaga kanyaga. Sema nakataa roho ya kukataliwa. Nakataa wanaochafua jina langu wapigwe. Jina langu liwe na kibali. Watoto wangu wawe na kibali. Tembea kwa dakika 5. Wanaopenda kwa waganga kuchafua nyota yangu, ninatangaza kwa jina la Yesu. Nitang'aa kama nyota wa mbinguni. Nitang'aa kama nyota kwa jina la Yesu. Nitakuwa na kibali Morogoro. Nitakuwa na kibali Tanzania. Nitakuwa na kibali Afrika. Katika jina la Yesu. Ninatangaza kibali cha kufanikiwa. Ninatangaza kibali cha kupendwa. Ninatangaza kibali cha kushika fedha. Ninatangaza kibali serikalini. Ninatangaza kibali kwa watoto wadogo. Ninatangaza kibali kwa wazee. Huduma yangu iwe na kibali. Jina langu liwe na kibali. Katika jina la Yesu. Ninatangaza kuwa na kibali. Enonena mama yenema yangu. Ninatamka kibali. Katika jina la Yesu mwana Mungu ni hai. Sema amina. Sema amina. Luka sura ya 2 mstari wa 52. Naye Yesu akaendelea kukua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kitabu cha Luka 2 mstari wa 52. Luka 2:52. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu, akiwa na kibali kwa Mungu na kwa wanadamu, akiwa na kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Nilikuwa ninaombea dada moja ambaye alikuja nimeombea, akaniambia pasa, ninaomba neema. Kwetu tumezaliwa watoto 8 kwenye familia yetu, na yeye ni mtoto wa 4. Ni dada mzuri, Mungu amembariki, ni mlembo, anafaa kuwa na ndoa, ana miaka 35. Yani hata mtu wa kumwambia mambo dada anakosekana. Yani ndoa kwao hakuna. Wakati tulianza kuomba, mapepo yakalipuka, yakasema huyu hawezi kuolewa. Tumempa sura ya bibi yake, kumbe akitembea watu wanamuona kama bibi. Ana roho ya kukataliwa. Ninavunja roho ya kukataliwa juu yako. Kuna watu mko hapa, hata mkilima hampati mazao yanawakataa. Ninavunja kwa jina la Yesu. Kuna watu mko hapa, mna huduma nzuri, lakini watu hawakubali. Ninavunja roho ya kukataliwa kwa jina la Yesu. Kuna watu mko hapa, mna biashara, lakini wateja hawaji. Ninavunja roho ya kutokutembelewa na wateja. Kanisa la Mlima wa Neema ni kanisa zuri, lakini watu wanaongea vibaya. Tunavunja roho ya kukataliwa katika jina la Yesu. Mhubiri mmoja akanifuata, akaniambia Pastor Job, mimi ninahubiri, akifundisha ana nondo nzuri, lakini hata mwaliko wa kufundisha watoto wadogo anakosa. Umeshawahi kutana na mtu ana huduma nzuri mpaka unasema huyu mtu huyu alifaa kuwa mbaya, ana huduma nzuri lakini amefinywa maisha, amefinywa. Umeshawahi kuwa na kipawa ambacho hakikusaidia? Kuna watu wana sauti nzuri, akiimba hivi mpaka unaona malaika, lakini amefinywa maisha, ana madeni, hana kibali. Kuna watu wana kipawa cha kufanya biashara, lakini shetani amenyang'anya kibali, anahangaika, anauza matunda, hakuna mtu anayenunua. Ni kwa sababu shetani amenyang'anya kibali. Tunakemea. Anasema na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akiwa na kibali kwa Mungu. Ninakuombea unapoongezeka miaka, uongezeke kibali. Ona vile mnapokea. Nasema ninakuombea ongezeka kibali, na Yesu
katika kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Pokea kibali kwa Mungu, pokea kibali kwa wanadamu katika jina la Yesu. Mungu ni hai. Kuna watu wana huduma nzuri lakini hawana kibali. Akifundisha hivi bado unasema mtu wa Mungu, nina sadaka hii hapa, lakini hana kibali. Kuna wachungaji wana huduma nzuri, analala vizuri, anahubiri vizuri, lakini hana kibali. Watu wakikaa wanamuongelea vibaya. Kuna kina mama wako vizuri, wameokoka vizuri, lakini hawana kibali. Hata kwenye kikundi wanakukataa, wanasema usiwe kwenye kikundi chetu. Yani hauna kibali. Watu wanasema huyu tu. Watu wakitaka kuongozana kwenda mahali pazuri, mahali pa fursa, wewe wanakuacha. Imetokea labda simu ya kazi mahali, anasema uje na watu 3, wewe wanakuacha nyumbani. Hauna kibali. Unasikia tu jirani yako amepata kazi pale, unasikia pana sheri imefunguliwa, yule mtoto wa fulani amepata kazi kwenye ile sheri, lakini wewe watoto wako wanasali, unawatolea na sadaka, unaimba kwaya kanisani, lakini watoto wako wanang'ang'ana. Watoto wa walevi wanapata kibali kwenye makazi, wanakunywa pombe, lakini watoto wanaotumika madhabahuni pa Bwana wanang'ang'ana, wanalala njaa. Tunakemea, tunakemea. Ninatamka kibali kwa watoto wa madhabahuni. Kila mtoto wa madhabahu hii, kila mshirika wa madhabahu hii anayenifuatilia online, anayenifuatilia, anayependa mahubiri haya, ninakuombea kibali kwa jina la Yesu. Pokea kibali, roho ya kukataliwa ikuachilie katika jina la Yesu. Na Mungu aliye hai. Mama moja akaniambia, Pastor please, naomba uniombee. Mimi nimekuwa mstaarabu. Mume wangu akirudi, nachemsha maji ya moto, napiga magoti. Angalau si Waluguru hata atupigagi sana magoti, lakini najitahidi, napiga magoti, naweka maji ya moto. Akiacha hela ya mboga kidogo, najibana, napika vizuri. Unapika ugali laini kama ugali wa mgonjwa, aturudi hali. Unatandika kitanda vizuri, aturudi halali. Unajaribu kupamba sebule, aturudi anatokana, nasema hii ni sebule gani? Unajaribu kusuka vizuri, uzania akija atakwambia mtu wangu umependeza. Unajaribu kukaa vizuri, lakini mambo inakuwa mbaya. Akasema, Pastor please, naomba uniombee. I don't know nini kinaendelea kwenye maisha. Nilipoanza tu kuomba, anamaliza tu kuongea, pepo linalipuka. Sasa huyu tumemrushia roho, hawezi kukaa kwenye ndoa. Mume wake akimwangalia hivi anaona kama kinyonga, macho ana macho tu mazuri, lakini akikuangalia anaona macho yametoka hivi mbele, kwani nilichaguaje? Bwana sio sana. Haleluya kanisa la Bwana. Haleluya watumishi wa Mungu. Wangapi wamewahi angalia movies za Kinigeria? Mimi napenda movies za Kinigeria. Ukiangalia movies za Kinigeria, utaona mdada tu mzuri anatembea hivi, anatembea, hafa amerushiwa kitu. Ghafla unakuta amevalishwa kinyago. Yeye hapa anatembea, amevaa kasketi kazuri, lakini katika ulimwengu wa roho kumbe wamemvalisha kinyago. Wewe unatembea tu hivi, umefungua biashara yako, unapika maandazi. Umepika maandazi, kumbe wamekuvalisha roho ya nyoka. Watu wakikuangalia hivi, wanaona mbona unakaa kama nyoka. Wanapita, wanaenda wananunua maandazi kwa mtu mwingine. Na wewe unauza maandazi yale yale. Umefungua kaduka pale pale. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikupa kibali kwenye mji, Mungu akikupa kibali, jina lako litatajwa kwa wakubwa na wadogo. Mungu akikupa kibali, watu watakutafuta. Anasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima, katika kimo, akawa na kibali mbele ya wanadamu na mbele ya Mungu. Niwekee Zaburi sura ya 5 mstari wa 12. Mama unahitaji kibali, baba unahitaji kibali cha kimungu. Bila kibali cha Mungu Pastor John utangangana. Unaweza kuwa na mahubiri mazuri, lakini watu hawataki kukusikiliza. Unasema jamani, kesho mje hapa vijana, njoni nina neno, unaandaa neno masaa 3, lakini vijana hapa hawataki kuja kusikia neno. Hauna kibali. Bwana asifiwe sana. Shetani hurusha roho. Kinyume cha kibali ni kukataliwa. Kinyume cha kibali ni kukataliwa. Mimi nimeshangaa makahaba, pamoja ya kwamba kahaba anakaa uchi ili wanaume wamtamani, lakini bado anaenda kuchanja dawa kwa mganga ili akubalike. Yaani amekaa uchi na bado ana dawa ya kukubalika. Na wewe umevaa nguo na bado hauna maombi ya kibali. Nasema nitaolewa kesho. Kuna watu wamekaa uchi hawaolewi na wameona haitoshi, wameenda kuchanja. Wanapaka mafuta ya 100,000, wana ngozi nyororo na bado wameona haitoshi, wameenda kwa mganga wamvaa ilisi.
wanavaa nguo za $150,000, wamepaka kucha ndefu, kope ndefu, lakini bado hawapendwi, na bado na hali hiyo. Na wewe mwenzangu na mimi mweusi unapaka baby care na bado hauna kibali. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kuna wachungaji wameenda Bible school, wamesoma na bado wanadawa kwenye mifuko yao ya kuwasaidia watu waendelee kuja kanisa. Na wako zangu na mimi pasaje wangu. Hey, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunahitaji kibali cha Mungu. Amen. Tunahitaji kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu kiko juu ya vibali vyote vya dunia. Angalia Zaburi 5:12, kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana utamzungushia lami kama ngao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana wewe utambariki mwenye haki. Wacha nisome hii ya hapa. Sio umeniwekea King James ama umeweka gani? Kwa maana wewe Bwana utawabariki wenye haki, utawazingira kwa kibali kama ngao. Bwana asifiwe sana. Utawazingira kwa kibali. Haleluya. Kumbe Mungu huwa anamfunika mtu kwa kibali. Mungu anakupatia kibali kisichokuwa cha kawaida. Unakuwa na kibali cha ajabu. Hata ukitokea hivi, wakati Yusufu anatokea kwa Farao, walipomwona hivi, alikuwa na kibali kisichokuwa cha kawaida. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri ya baraka. Ongezea makofi mazuri kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8, lakini Nuhu akapata neema, akapata kibali machoni pa Bwana. Hata Mungu akupe kibali katika jina la Yesu aliye hai. Nasema ukiona tunahubiri hapa, tuna kibali cha serikali cha kuwa hapa tunahubiri. Sasa kuna kibali cha Mungu. Kama hapa duniani hauwezi kufanya mambo mpaka upate kibali cha dunia hii, hata mambo ya kiroho, kuna vitu hautaenda mpaka unapata kibali cha kimungu. Amen. Nilikuja kuelewa watu hawaolewi kwa sababu ni walembo. Watu hawafanikiwi kwa sababu wana bidii. Watu wanafanikiwa kwa sababu nyuma ya mafanikio kuna roho inayosupport mafanikio. Hujasema amina vizuri. Hujasema amina bado. Namna ya kupata kibali. Namna ya kupata kibali. Jambo la kwanza, kibali kinakuja, kibali cha kimungu kinakuja kwa kuishi maisha ya utii na utakatifu. Mithali 12 mstari wa 2. Ninakuombea kibali katika jina la Yesu. Usiku wa jana tulikuwa tunaombea mtoto mmoja hapa. Tulikuwa tunaombea mtoto mmoja. Alikuwa anaumwa kiasi. Mama yake akamwekea mafuta kwenye paji la uso. Ghafla kwa dakika tu hizo chache mtoto akawa kipofu. Saa 6 kasoro nimekuja kuamsha nyumbani saa 6. Mtoto amekuwa kipofu haoni. Mtoto alishikiliwa hivi. Tukamvuta kutoka nyumbani, tukamleta mpaka hapa kanisani. Kaamsha wachungaji, tuanze kuomba. Huko nje kuna maroho ya ajabu. Unapaswa kuwa makini. Nini kila mafuta mnapaka, unakutana na jirani anatumafuta, sema mtu mafuta nimetoka nato Dar es Salaam, mtu mafuta nimetoka nato Mbeya, anakupatia unapaka. Watu wengi, nataka uelewe ya kwamba uwe na ufunuo, uwe na akili, uongozwe na Roho. Bwana sifiwe sana. Usiwe na haraka mtu kukuwekewa mikono, usiwe na haraka ya kupokea tu kitu, usiwe na haraka ya kuingia kila kanisa. Wewe umefika tu mahali umeingia hivi kila kanisa. Bwana sifiwe sana. Sasa hivi mambo yamebadilika. Una haki ya kujua Mungu wa mchungaji wako, una haki ya kujua Mungu wa hiyo madhabahu ni Mungu wa aina gani. Biblia sana zichunguzeni hizo roho kama zinatokana na Mungu ama shetani. Sasa wewe hata kuchunguza haujui. Wewe kila mahali unaweka tu kichwa chako. You will die premature. Amen. Utakufa kabla ya wakati wako. Tumekesha hapa, tumeomba zaidi ya saa moja, tumekaa hapa. Mtoto kipofu haoni. Tukamwombea. Asubuhi ameamka mtoto anaona. Amekaa kidogo amekuwa tena kiziwi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Inakaa kama movie. Ni vizuri uelewe huko nje kuna mambo ya ajabu ya kutisha. Kuna mapepo yanazunguka yanakutafuta ya kupata ya kumeze. Ninakuombea neema ya kumtafuta Bwana katika jina la Yesu. Namna ya kupata kibali cha kimungu
Kibali cha kimungu kinakuja kwa kuishi maisha matakatifu. Kitabu cha Methali sura ya 12 mstari wa 2. Mtu mwema atapata kibali kwa Bwana. Rudia pamoja na mimi. Mtu mwema hupata kibali kutoka kwa Bwana, bali Bwana humhukumu mwenye hila. Hebu sema amina. Unapoishi maisha matakatifu unavuta kibali cha Mungu juu ya maisha yako. Unapoishi maisha matakatifu unavuta kibali cha Mungu juu ya maisha yako. Kuna watu sababu ya maisha ya hila, maisha mabaya, wamekuwa na roho ya kukataliwa, maisha ya chuki, maisha ya hasira, maisha ya kubeba watu kwenye mioyo, maisha ya kutokusamehe, maisha ya kisasi. Wamekosa kibali cha kimungu kwenye maisha yao. Mimi niliwahi weka kisasi, mimi niliwahi kosewa na ndugu yangu. Niliwahi kosewa. Ninakumbuka huo mwaka, siku moja wamepika chakula. Walipopika chakula, wamemaliza kula. Walipomaliza kula, mimi nilikuwa nimefunga na kuomba. Kwa hiyo tulikuwa tunafungua saa 12. Kwa hiyo wao chakula cha jioni wakapika saa 11, wakala. Alafu jioni kukawa hakuna chakula. Mimi narudi kwenye maombi saa 1, wakasema sisi tuliisha kula muda mrefu. Tuliisha kula muda mrefu. Kwa hiyo siku nikalala na kesho yake ilikuwa maombi. Wakati mnaamka mnaenda hivi shuleni, unaenda shuleni, wengine wanaenda kwenye makazi, unaona wenzio wanarudi nyuma, wanakunywa chai, wewe unaenda ukiwa na njaa. Nikakasirikia yule ndugu, nikamwambia huyu sitawahi msamehe kwenye maisha yangu. Alihusika kunitesa. Kuna wakati alikuwa ananifanyia hila na dhiaka. Kuna wakati alikuwa ananitukana. Pale kijijini palikuwa na mtu mmoja alikuwa mwizi. Mji niliokuwa nakaa palikuwa na mtu alikuwa mwizi. Sasa alikuwa ameacha kuniita jina langu zuri, ananiita jina la huyo mwizi wa hapo. Yaani kama huyo alikuwa anapenda niwe mwizi, niwe kibaka. Nikasema siku nikifanikiwa huyu mtu atajua juu. Sitawahi kusamehe. Nikaapa kabisa. Nikasema wewe sitawahi kukusamehe kwenye maisha yangu. Sitawahi kukusamehe kabisa. Mtu mwingine wa pili aliwahi nifanyia kituko kanisani. Mimi nilikuwa ninalala kanisani, sikuwa na mahali pa kukaa. Akaiba microphone, ameiba mic. Wakasema huyu kijana naye kanisani ndio ameiba. Kumbe huyu kijana ameiba. Hawakasema huyu kijana kama. Nikafukuzwa kanisani, sio nikakosa mahali pa kukaa. Nikasema mimi nikaapa. Nikasema wewe sitawahi kukusamehe kwenye maisha yangu. Nimekaa hivyo, huduma yangu ikawa imedumaa, maisha yangu yakawa magumu. Watu wakawa wananikataa. Unaenda kukaa kwa ndugu huyu anakukataa. Unaenda kukaa kwa mpendwa anakukataa. Hata wale kwa wananikaribisha kula chakula cha jioni na wao kama hawaniiti tena. Nini? Ni kwa sababu ndani ya moyo wangu nimebeba vitu vingi, nimebeba watu sitaki kusamehe. Mungu akanitokea kupitia mhubiri, akasema watu ambao wamebeba watu kwenye mioyo yao, mimi huwa siwasupport, sitembei nao, wala Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani yao. Nilipowasamehe na kuwaachilia, nikasema Mungu kinibariki nitakuwa baraka kwenye maisha yao. Nilianza kuwa na kibali cha ajabu. Mpaka leo ukiona maisha yangu, huwa nina mshangao. Moja ya kitu Mungu ameweka kwenye maisha yangu ni kibali. Ni kibali. Tulikuwa tunaingia huu mwezi wa kwanza huu, tayari nilikuwa nina mialiko wa kwanza mpaka wa 7, nilikuwa nimeshaalikwa mikutano 18. Nimealikwa mikutano 18 kutoka hii Januari mpaka mwezi wa 6, nina mikutano 18 ya kuhubiri. Na nilikuwa nimepanga huu mwaka kwamba sitasafiri kuhubiri. Katika hiyo mikutano 18 kutoka huu wa kwanza mpaka wa 6, nimepokea tu mkutano mmoja, Masumbwe, Tabora, Kahama huko ndani. Nitakuwa huko mwezi wa 3. Mungu, moja ya kitu Mungu amenipatia ni kibali. Mungu amenipa kibali, favor, na ninaomba kibali kiongezeke katika jina la Yesu aliye hai. Kibali kiongezeke katika jina la Yesu aliye hai. Ninakuombea neema ya kukubalika katika jina la Yesu. Amen. Tangia hapo niliona maisha yangu yanabadilika. So mtu mwema hupata kibali kutoka kwa Bwana. Kuna watu mko hapa mna hasira, mna hila kwenye mioyo. Umekasirika na mtu, samehe, mwachilie huyo mwanaume, mwachilie huyo mwanamke, mwachilie huyo mzazi wako, mwachilie huyo mjomba wako, mwachilie huyo mshirika mwenzio, mwachilie huyo dada yako, mwachilie huyo kaka yako, mwachilie kwenye moyo wako, kwa sababu kibali cha Bwana kinatembea na watu wema. Sema amina. Amen. Hujasema amina vizuri. Amen. Zaburi 84 mstari wa 11. Kuna mtu anasaidika kweli? Amen. Kuna mtu anapona? Amen. Feva. Zaburi
8:11. Kwa kuwa Bwana ni jua na ngao, Bwana hutoa wema na heshima. Hakuna kitu chema anachowanyima wale ambao hawana hatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha unaishi maisha matakatifu, kwa sababu hakuna kitu Mungu anaweza kukunyima ukiwa unaishi maisha matakatifu. Jambo la pili linasababisha kibali cha kimungu juu ya maisha yako ni kufunga na kuomba, kutafuta uso wa Mungu. Kibali kinaweza kuomba kwa Mungu. Mungu anasikiliza wale wanaomsihi awape neema yake. Kibali kinaweza kuomba kwa Mungu. Kutoka 33:13. Jambo la pili, kibali kinakuja kwa kufunga na kuomba, kutafuta uso wa Mungu. Kutoka 33:13, Zaburi 90:17. Basi sasa ikiwa umependezwa nami, nifundishe njia zako, ili nipate kujua, nami nizidi kupata kibali mbele zako. Kumbuka kuwa taifa hili, narudia tena, basi sasa na kuomba. Hebu sema sasa na kuomba. Rudia kwa nguvu. 1, 2, 3, tusome kwa pamoja ili andiko kwenye TV zote. Basi sasa na kuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Ulitumia andiko gani? Nilikuwa ninasema nipate kibali. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu sema tena, kibali kinaomba. Lazima ufunge na kuomba ili upate kibali. Siku moja niliwahi ombea kijana mmoja. Alikuja akaniambia, pastor, zimetoka nafasi za kazi. Alikuwa anasomea udereva, zimetoka nafasi za kazi na amemaliza masomo lakini cheti hajachukua. Kwa hiyo alikuwa anakuja kuomba fedha ili akapata kuchukua cheti chuoni akaombe kazi. Sasa kazi ni kesho. Chuo alichosoma amesoma Mwanza na yeye yuko Iringa. Kutoka Iringa mpaka Mwanza uchukue vyeti urudi inachukua muda mrefu, ama mpaka wakutumia vifike inachukua muda mrefu. Sasa nikamwambia fedha ya kukupa ukamalizia ada sina, lakini nataka nikuombee kibali. Nikaomba naye muda wa kama dakika 30. Kesho nikamwambia utaenda tu pale bila vyeti, ila utaomba ufanye interview, watakupima kwenye interview. Alipofika pale alikuwa na kibali cha ajabu sana. Alisimama wakati wanangojea bosi aingie, wakawa tu wamekaa nje hapo, geti lifunguliwe waingie ndani. So alipofika pale akawa Roho Mtakatifu akamuonesha uchafu pale nje ulikuwa hujafagiliwa, akawa anaokota tu uchafu, anaokota anatupa kwenye dampo, anaokota anatupa kwenye dampo. Kumbe kule ndani gorofani bosi alikuwa amefika muda mrefu, kwa hiyo alikuwa anawaangalia pale nje, muda wa interview ufike alafu waitwe ndani. Akashuka akasema, nimependa moyo wa kijana huyu, nimependa vile ambavyo nimeona anafanya kazi, moyo wangu tu umekupenda. Hata kama utakuwa hauwezi kuendesha gari, tutalipa gharama ujifunze, kwa sababu tumeona una roho nzuri. Mtu mwenye kibali hata kama hana masomo, akifika mahali anakubalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji kibali. Wewe ni kiongozi, you are a pastor, intercessor, wewe ni shemasi, unahitaji kibali. Umeshawahi ona umekuwa kiongozi, watu wakikuona hawakupendi? Bwana asifiwe sana. Sasa mimi napenda tu mchungaji. Mchungaji simpendi. Mimi napenda tu shemasi. Mzee wa kanisa simpendi. Unahitaji kibali cha kimungu. Bwana asifiwe sana. Kumbuka nimesema ya kwanza kwa kutenda wema na kuishi maisha matakatifu kama vile Mungu alivyomwambia Kaini. Ukitenda wema hautapata kibali mbele za Bwana. Ya pili ni kuomba. Tumesoma Kutoka 33:13. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupe andiko la mwisho then tuombe. Sisi sawa. Zaburi 90:17. 90:17 Zaburi. Wema wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu,
uthibitishe kazi za mikono yetu. Naam, uthibitishe kazi za mikono yetu. Zaburi 90:17 niwekee version nyingine. Sasa ukitafsiri huo uzuri ni kibali. Wema wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Sasa huo wema wa Bwana Mungu wetu, kiutafsiri kwa Biblia hii hapa ya kwangu, wema ni kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali cha Bwana Mungu wetu kiwe juu yetu. Uthibitishe kazi za mikono yetu. Anasema hicho kibali kithibitishe kazi za mikono yetu. Naam, uthibitishe kazi za mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali cha Mungu kiwe juu ya maisha yako, kithibitishe kazi zako ili upate kuwa na matokeo. Siku ya kesho tutaanza maombi ya kuombea kibali. Sisahau, leo tulianza na maombi ya kurejesha kilichopotea. Simama kwa miguu yako kwa dakika 10. Nataka tuombe pamoja kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuombe kibali katika jina la Yesu. Nataka tuombe kibali katika jina la Yesu. Kuna watu wako hapa, unafanya biashara ndogo ndogo, umejenga genge lako pale nyumbani. Nasikia Roho Mtakatifu akiniambia unahitaji fedha. Wewe usiku ukienda kulala, kuna watu wanakojoa kwenye hilo genge, na hiyo mikojo sio mikojo tu ya mwili, ni mikojo ya kiroho. Unaona watu hawasimami kwenye hiyo biashara. Wewe usiku ukienda kulala, kuna watu wanacheza kwenye hiyo genge. Uko hapa, wewe ni mtu wa genge, nisikilize vizuri sana. Upo umelala nyumbani kwenye genge lako hapo, usiku wenzao wamefanya ni uwanja, wanacheza kwenye nje ya duka lako, wanacheza hapo, wanafanya vituko vya ajabu, na unakuta ghafla tu wateja wanapotea. Bwana asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Bwana. Haleluya, kanisa la Bwana. Weka mikono kwenye kifua chako, sema Bwana Yesu, asante kwa neema yako. Asante kwa siku ya leo, siku ya kwanza ya maombi ya kufunga. Ninakushukuru Babangu, asante kusema na mimi. Ninaomba kibali chako kiwe juu ya maisha yangu. Ninaomba kutembea na kibali katika jina la Yesu. Roho ya kukataliwa isiwe juu ya maisha yangu, isiwe juu ya mikono yangu, isiwe juu ya sura yangu, isiwe juu ya jina langu, isiwe juu ya biashara zangu, isiwe juu ya kazi zangu za mikono, katika jina la Yesu. Roho ya kukataliwa, kutokukubalika, ondoka sasa, ondoka sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ondoka sasa roho ya kukataliwa. Wewe ni roho, wewe ni pepo, wewe ni nguvu za giza. Toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Mungu Baba, ninaomba kibali kiwe juu ya maisha yangu. Ninaomba kibali kiwe juu ya kazi zangu. Ninaomba kibali ninapotembea, kila ninachofanya. Ninaomba kibali, roho ya kukubalika iwe juu yangu kwa jina la Yesu. Roho ya kukubalika iwe juu yangu. Kila kitu kinikubali, kila kitu kizuri kiweze kunikubali kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Roho ya kukubalika iwe juu yangu, roho ya kukubalika. Mwezi wa pili ninaomba neema ya kukubalika, ninaomba neema ya kibali kwa jina la Yesu. Nitatembea na neema ya kukubalika. Piga makofi kwa dakika 7 kwa jina la Yesu. Ninaomba neema ya kukubalika kwa jina la Yesu. Ninaomba neema ya kukubalika. Bwana Yesu, ninaomba neema ya kukubalika. Nisikataliwe, neema ya kukubalika kama Musa, neema ya kukubalika kama Yusufu iwe juu yangu. Ninaomba neema ya kukubalika. Nikubali Bwana, nipe kibali Baba. Ninaomba kibali. Esta sura ya 2 mstari wa 16 na 17 anasema Esta akapata kibali, akapata kibali machoni pa mfalme. Ninaomba kibali Baba, ninaomba kibali Baba katika jina la Yesu. Ninaomba kibali mbele ya watu wakubwa, ninaomba kibali mbele ya watu wadogo, ninaomba kibali Morogoro, ninaomba kibali Kihoma, ninaomba kibali Msimamo, ninaomba kibali kwa wakurugenzi, ninaomba kibali kwa mamea wa miji, ninaomba kibali kwa wabunge, ninaomba kibali kwa maraisi, ninaomba kibali kwa wachungaji, ninaomba kibali kwa maaskofu, ninaomba kibali kila mahali, ninaomba kibali Baba, ninaomba kibali kwenye makampuni makubwa
jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, inua mikono yako, sema ye Bwana Yesu, asante kwa neema, asante kwa kibali, katika jina la Yesu tumeomba kwa mimi, amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Chukua sadaka yako ya baraka, karibu tumtolee Bwana. Wabariki watu wote. Siku ya kesho tunaendelea, usikose siku 5 za maombi. Hakikisha unafunga, acha ujanja hautakusaidia. Hakikisha unafunga. Kula alafu unasema umefunga, ni kujidanganya mwenyewe. Unajua kishakuwa mtu mzima haujidanganyi tena. Unless uwe na changamoto ya uzao, una changamoto ya mwili, ama unatumia dawa, lakini kama una changamoto funga. Mwingine anasema mchungaji, kazi zangu unazofanya ngumu, lazima nile. Funga sasa, ndio Mungu awalete wepesi, akupe kazi ambazo utakuwa uteseki kiwango hicho. Funga, milango ifunguke. Karibu kwa sadaka, na Mungu akubariki. Umebarikiwa unapomtolea Bwana. Nasema umebarikiwa unapomtolea Bwana. Umebarikiwa. Mama, kuja nikuombee. Sijui ni nani kati yetu ana shida ya mgongo mpaka tumbo kati yetu. Kiachana na huyu mama, unaweza sogea nikuombee. Nasikia mtu ana. Wewe nataka nikuombee macho. Asante Yesu wa uponyaji. Ninaachilia uzima kwa mwanamke huyu. Nguvu za giza zimekamata macho yake. Pepo wachafu, majini, uchawi, nguvu za kuzimu zimekamata mgongo mpaka tumbo. Toka! Toka! Roho chafu za uchawi, kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Nafungua macho yako, hautakuwa kipofu katika jina la Yesu. Macho yako yaone katika jina la Yesu. Macho yako yaone nuru katika jina la Yesu. Jini lililopiga macho limeshindwa kwa damu ya Yesu. Uwe mzima, chomoka, toka magonjwa katika jina la Yesu. Nimekuombea, amen. Tukutane kesho saa 10. Barikiwe na Bwana. Spika hii inasumbua sana. Kuna vifaa vya kununulia, inadai kama 30,000 ili ipate kupona. Mungu